kama hii, Mungu hapendi mabaki. Hata we mwenyewe upendi mabaki. Kitu ambacho nimeelewa kabisa ni kwamba usiwe na pesa ukaanza kununua sukari, ukanunua majani, ukanunua vitu vyako vyote, alafu ile 50 ambayo inabaki ama shilingi 10 ambayo inabaki ndio unaenda kumtolea Mungu. Mungu pia na yeye ni kama wewe tu, pia na yeye hapendi mabaki. Wewe kwa mfano saizi uende mahali upate watu wamekula, wamemaliza tuseme kwa sherehe, alafu upewe ile mabaki, utajisikia namna gani? Utajisikia vibaya. Hiyo ndio jibu ambayo unaweza ukanipa. Sasa pia na wewe elewa kwamba Mungu hapendi mabaki. Ama unasemaje Misaala? Ukienda kwa sherehe, uende sherehe upate watu wamekula, alafu wakupe mabaki ambayo yamebaki. Na kama uko na njaa utafanyaje? Mungu hana njaa, ana kila kitu. Mungu ndio mwenye kila kitu. Kwa hivyo kama sisi hatutaki mabaki, pia usimpe Mungu mabaki. Mungu ni mtu ambaye si lazima akule, ameshiba. Nilifikiri labda Mungu ni yule mtu ambaye ako na njaa kidogo, anasema nikipata kidogo hivi nitashukuru. Hapana kabisa. Mungu pia hajasema, hajalazimisha ama hajaiomba kwa sana, kwa sababu amesema hata mchungaji hapa amesema kidogo. Mungu anasema tumjaribu kwa kutoa fungu la 10. So fungu lako la 10 tafadhali usiweze, kitu ambacho najaribu kusema ni usiweze kumpa Mungu mabaki. Kwa sababu ukimpa Mungu mabaki, hiyo si fungu la 10. Fungu la 10 ni kitu kama umepata shilingi 1000, shilingi 100 unampelekea Mungu. Sio umepata 1000 alafu unapelekea Mungu shilingi 50 ama shilingi 40 kama sadaka ama fungu la 10. Hiyo ndio kitu ambayo nimejaribu kuita mabaki. Kwa mfano, nimepata shilingi 1000. Naam. Hii swali nilipeleke kwa mgeni wetu. Yes. Nimepata shilingi 1000. Ni shingapi nastahili kumpatia Mungu? Na naweza itumia kidogo ama nianze tu nimtolee kwanza ndio nitumie mimi mwenyewe? Asante sana kaka. Ala, nimeuliza swali nzuri sana. Umesema umepata shilingi 1000, maybe umepata kwa wiki ama umepata kwa mwezi, maybe ni mapato yako ya mwezi ama mapato yako ya wiki. Ndio. So niwaambia 10% ni sehemu ya 10. Kama ni hiyo shilingi 1000, unafaa kutoa shilingi 100. Umesema unaweza toa kidogo utumie kwanza. La hasha. Huwezi kutoa pesa hizi pesa zote ni za Mungu. Nimesema hatutoi kwa sababu Mungu anakosa. Imeandikwa. Hiyo ni sheria, ni lazima tutoe fungu la 10. Sasa wewe uko mahali pale umepata shilingi 1000, weka hiyo pesa ya Mungu kwanza. Hiyo shilingi 100 peleka kanisani, baba wako wa kiroho afanye nini?